vyuo vyetu vya Tanzania, mfano vyuo vikuu na vyuo vingine vya kati, wamekuwa wakiki kipengele ya kwamba mtu anasoma tu ili mradi atimize ile miaka mitatu kwenye hapo, akasome nini, nikasome nini nitakapofika chuo kikuu, ili wasije mambo muhimu sana ya kuzingatia kama kozi ambazo baadaye unaanza kujiuliza kwa nini nimesoma hii, au unajiambia interest zako. Unatakiwa utambue kipaji chako ni kipi, interest zako ulizonazo ni zipi. Angalia soko la ajira, hiyo ni kitu ya msingi. Unatakiwa uzingatie malengo ya maisha, au kila ukiona wanasiasa unaona wanakuvutia sana. Kitu kingine, uwezo wa kiuchumi. Kwamba unapochagua kozi unatakiwa uangalie kozi ina qualification zipi. Awamu ya kwanza hajawa selected, awamu ya pili hajawa selected, awamu ya tatu anakuja kuwa selected kozi ambayo watu tumesema combination za science, mfano CBG. Kabla ya kuchagua kozi, angalia ukuaji wa teknolojia. Uwezo wa serikali kuwaajiri watu wote waliosoma tayari umekuwa chini kulingana na namba za ya sheria. Degree ya sheria ataisoma, ndio kuna vyuo vinatoa degree ya sheria. Kama jibu ni ndio, basi chagua hiyo course, uisome kwa malengo na kwa target. Sisi wa chuo kikuu, ushauri kutoka kwa watu wenye uzoefu. Mambo vipi? Wengi kundi kubwa la watu au kundi kubwa la wasomi, wanafunzi wamekuwa wakijikuta kwenye baadhi ya kozi kwenye vyuo vyetu vya Tanzania, mfano vyuo vikuu na vyuo vingine vya kati, wamekuwa wakijikuta kwenye baadhi ya kozi bila mapenzi yao, au kwa sababu ambazo yani wanajikuta wamechagua kozi ambazo either hawajazipenda au kozi ambazo hazina manufaa kwao kwenye nyakati ambazo zinakuja, au kwa baadaye wanajikuta wanasoma huku wanachukia kile wanachokisoma. Mimi ni shahidi kwa sababu nimepita level hizo elimu za vyuo vikuu, nimeona nini kinawakuta vijana wengi, lakini kundi kubwa linakutana na hiki kipengele ya kwamba mtu anasoma tu ili mradi atimize ile miaka mitatu iishe, kwamba degree ni miaka mitatu, ngoja nisome tu iishe, lakini hasomi kile ambacho yeye alikuwa anatamani akisome tangia awali. Leo tukasema ni vizuri tukiandaa session ambayo tunaweza kutengeneza au tukashauri kundi kubwa la wadogo zetu ambao kiufupi wanamaliza kidato cha 6 au wanamaliza elimu ya A-level, wanatamani kwenda masomo ya elimu ya juu, ila changamoto inakuja sasa kwenye hapo, akasome nini, nikasome nini nitakapofika chuo kikuu, ili wasije wakajikuta tena kwenye kile ambacho sisi tulijikuta, kwamba unafika chuo ndio unajua kwamba nimechaguliwa Bachelor of, labda nitolee mfano, Bachelor of Education in Adult Education and Community Development. Hiyo ni moja kati ya kozi ambazo mtu unaweza ukajikuta umefika chuo ndio ulichaguliwa. Sasa kwa sababu ya kukosa ile knowledge, uelewa wa kozi na usunini, au hujapata ile elimu kidogo kuhusiana na hicho kitu, unakuwa umekuja tu sasa unafika ndio unaanza kusikia bwana, hii kozi inahusu 1 2 3, hii inahusu hiki mtaacha, hichi amfanye, hichi mnafanya. Baada ya kozi labda utaenda kwenye ajira. Kozi ulosoma unaweza kupata ajira fulani 1 2 3. Ajira hizi tu ndo zinaweza zikawepo kwenye kozi. Ajira fulani hauwezi kuipata kwa hiyo kozi uloisoma. Baada ya kuwa tayari umeripoti na tayari. Haya ni mambo muhimu sana ya kuzingatia kabla ya kuchagua kozi ya kwenda kusoma chuo kikuu au chuo chochote ambacho unataka kwenda kusoma. Unatakiwa utege sikio dakika zako 5 za msingi sana kuzingatia sana, kwamba ili baadaye usije ukaanza kujuta na kujilaumu kwamba kwa nini nilisoma hii, kumbe ulikuwa huna uelewa mkubwa wa kile ambacho unapaswa kwenda kusoma. Wengi yametukuta hayo, wengi tumejikuta tuko kwenye kozi ambazo baadaye unaanza kujiuliza kwa nini nimesoma hii, au unajiambia tu ngoja nimalize miaka yangu mitatu kwa sababu degree ni miaka mitatu, ngoja nimalize miaka mitatu niendelee na mambo mengine. Kitu cha kwanza unatakiwa utambue kwamba kipaji chako au interest zako unatakiwa utambue kipaji chako ni kipi, interest zako ulizonazo ni zipi, ujuzi wako ni upi, uwezo wako ni upi. Hicho ni kitu cha kwanza sana cha kuzingatia kabla ya kuchagua kozi ya kuja kusoma university au kozi ya kusoma chuo kikuu. Hiki ni kitu cha msingi kwa sababu cha kwanza
kama ukienda kusoma kozi ambayo uko na interest nayo au una uwezo nayo, kipaji chako kinaruhusu kusoma ile kozi, itakufanya kuweza kuizingatia zaidi, kwa sababu unakuwa na imani kwamba hata baada ya kumaliza kusomea hiyo kozi unaweza kuutumia huo ujuzi, au umeboresha tu kile ulichokuwa nacho ndani yako. Ujuzi huo unaweza ukaenda tu ukauongezea kidogo kwenye maisha ya university. Kwa hiyo itakufanya uiapply vizuri hata baada ya maisha ya university. Wengi tunajua kwamba baada ya university ni maisha ya kazi yanafuata. Sasa ili uifanye kazi kwa ufanisi, unatakiwa pia uwe umesomea kitu ambacho cha kwanza una uwezo nacho, cha pili pia vile vile unakuwa na interest na kile ambacho unakuwa unakisomea. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa cha kuzingatia, kipaji chako na interest zako. Jikague wewe. Utotoni ulikuwa na uwezo wa kufanya tu vitu, unaona kabisa mimi nina kipaji na ujuzi na vitu fulani. Nenda kachague kozi ambayo inafanana na kile ambacho wewe unaweza kufanya. Itakufaa zaidi na itakusaidia sana. Kitu cha pili cha kuzingatia kabla hujachagua kozi ya kusoma university, angalia soko la ajira. Hiyo ni kitu ya msingi sana, unatakiwa uizingatie. Kuna namna inaweza ikakaa au isikae vizuri, lakini tunatakiwa tukubali ya kwamba asilimia kubwa ya Waafrika, au tunasema asilimia kubwa ya wanadamu ambao wanapita katika misingi ya elimu, wengi tunaamini katika soko la ajira. Linaweza likawa soko la ajira katika sekta binafsi au likawa soko la ajira katika sekta ambazo ni za kiserikali, lakini kitu cha msingi hapa ni kuzingatia soko la ajira limekaaje. Unapaswa uchague kozi ambayo nafasi za ajira unaona kabisa kuna nafasi kubwa au kuna uwanja mkubwa wa nafasi za ajira. Sasa maisha yanabadilika. Unaweza ukaona kozi leo ina nafasi kubwa sana za ajira, lakini baada ya miaka mitano ile kozi isiwe tena na fursa kwenye uwanja wa ajira. Kwa hiyo lazima ujue na uwe makini kufuatilia kwamba mimi ninaenda kusoma degree ya miaka mitatu, naenda kusoma degree ya miaka minne. Lakini baada ya miaka minne, je, hii kozi ninayoenda kuisoma kweli itakuwa bado ina soko? Bado itakuwa soko lake la ajira litakuwa kubwa? Unapaswa uwe unajiuliza vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu vya msingi sana ambavyo pia vitakusaidia au vitakufanya uchague kozi ambayo baadaye hautaanza kulalamika unapokuwa masomoni. Ile miaka mitatu ya chuo ile inakuwa mirefu sana ukisoma kozi ambayo ni bora tu umalize. Lakini ukisoma kozi ambayo wewe mwenyewe uliichagua, lakini pia uliassess ukaona kuna uwezekano soko lake la ajira likawa kubwa, inakuwa ni vizuri zaidi. Kitu cha tatu, unatakiwa uzingatie malengo ya maisha au jukumu la maisha. Wewe zungumza na nafsi yako. Zungumza na wewe. Unajua wanadamu wanaweza kujiongelesha zaidi kuliko tunavyoweza kuongelesha watu wengine. Kwa hiyo unatakiwa utengeneze mazingira ya kuzungumza na wewe mwenyewe binafsi. Kwamba nini malengo yangu? Ninataka kuwa nani? Ninataka kufanya nini? Kuna mtu amezaliwa amekuwa akitamani siku moja awe daktari. Sasa hizo ndoto, kuzisikiliza hizo sauti zinazotokea utotoni, tunasema sauti za utotoni, zile childhood voices zinapokuja, napo pia huwa inajenga msingi au huwa inasaidia mtu kujikuta ameenda kwenye kozi ambayo baadaye hataona kama ni kozi mbaya kwenye maisha ya university, ili asije akajikuta kwenye ile kundi la kuchukia kile anachokisoma. Kwa hiyo fuatilia malengo yako, sikiliza malengo yako. Wewe unajua kabisa wewe malengo yako yalikuwa unatamani sana uje uwe kiongozi. Kila ukiona wanasiasa unaona wanakuvutia sana. Ukimwona engineer unaona engineer ananivutia sana. Kwa hiyo kwenye kuchagua kozi utachagua kozi kulingana na kile ambacho wewe unaona kinakuvutia zaidi, au malengo yako ni yapi. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu vya msingi sana uvizingatie kabla ya kuchagua kozi ya kuja kusoma university. Kitu kingine, uwezo wa kiuchumi. Tunatambua hali za kiuchumi hazilingani na tunaelewa kwamba hali za kiuchumi kidogo huwa zinakuwa na changamoto. Sasa unatakiwa uzingatie hali ya kiuchumi katika kuchagua kozi. Kuna kundi ambalo sio kubwa sana, ila linajikuta lina drop out from university kwa sababu ya ukosefu aidha wa ada au wamepungukiwa zile tunasema hela za vitabu, stationeries na nini. Hizo tu changamoto chache zinamfanya mtu ana drop out from university kwa sababu ya hizo changamoto ndogo ndogo. Sasa issue inakuja wapi? Ni wakati anachagua kozi hakuzingatia hali ya uchumi aidha wa familia yao
au tunazungumzia hali ya uchumi hata ya ukoo mzima, kwamba unaona kabisa mimi hii ada ni ngumu sana mimi familia yangu kuweza kuilipa, lakini wengi wetu tunaendelea kulazimisha kwamba sasa mimi naona ada kabisa inasoma ni milioni 2, lakini uwezo nikiangalia familia yangu haiwezi kufanya, haiwezi kusaidia kufanya vile, na kwa bahati mbaya unakuta labda mkopo hujapata asilimia zote, au umepata lakini haukizi ile ada yote. Sasa hiyo nayo huwa inakuwa ni sababu moja ya msingi ili mtu asijute kusoma kozi anayoisoma. Anaachaje kujuta? Ni kuchagua kozi kulingana pia na uchumi na hali ya uchumi, kukubali uhalisia. Kama unaona uwezekano upo, unasoma hata kozi ambayo unajua ni ya gharama. Lakini kama unaona kidogo uchumi una changamoto, ni afadhali ukachukua kozi ambayo wewe unaona kabisa wana uwezekano wa kuilipa ndani ya miaka hiyo, aidha 3 au miaka 4. Lakini kitu kingine cha msingi ni muda wa kozi. Kozi zinapishana, kozi za degree zinapishana. Kuna degree miaka 3, kuna degree miaka 4. Kwa hiyo kama utakuwa na uwezo, fuatilia kwanza uone hiyo kozi ya degree unayotaka kwenda kusoma ni ya muda gani? Miaka 4. Je, utaweza kuvumilia maisha ya shule ndani ya miaka 4 au miaka 3? Umri wako labda, yani kuna vitu vingi vya kuzingatia. Umri wako, uwezo wa kifedha unauzingatia, utaweza kumudu ndani ya miaka 4 kabla ya kuingia kwenye maisha mengine ya utafutaji? Unatakiwa ujiulize vitu vya namna hiyo. Lakini mahitaji ya course na qualification, hiki ni kitu cha msingi sana ambacho wahitimu wengi wa kidato cha 6 wanatakiwa wakizingatie, kwamba unapochagua kozi unatakiwa uangalie kozi ina qualification zipi. Vyuo vina qualification zake, pia TCU pia ina qualification zake, kwamba mfano udaktari mtu anatakiwa labda awe na division 1 ya point kadhaa, labda division yani ya point fulani mpaka fulani. Sasa unatakiwa ujiassess na ujiulize hiyo kozi una qualification nayo, una sifa ambazo zinakufaa ukasoma hiyo kozi. Mfano, unaweza ukawa na division 2 ya kidato cha 6, matokeo ya form 6 una division 2, lakini dream yako ni kusoma udaktari. Tukirudi kwenye uhalisia ni kwamba hakuna chuo kitakudaili, lakini kundi kubwa sana la wanafunzi limekuwa likiendelea kubishana na hicho kitu, kwamba anaendelea tu kujaribu, mwisho wa siku anajikuta awamu ya kwanza hajawa selected, awamu ya pili hajawa selected, awamu ya 3 anakuja kuwa selected kozi ambayo hakupaswa aisome, ila ameichagua kwa sababu tayari ni awamu ya 3 na hana namna, anatakiwa aje university. Kwa hiyo inajikuta amechagua tu kozi yoyote, kitu ambacho kama dirisha la kwanza angekubali mapema kuwa kozi anazolazimisha hana qualification nazo, angechagua kozi ambayo tayari ana qualification au anaweza akafit kwenye hiyo kozi. Natolea mfano, kuna watu tumesema combination za science, mfano CBG. Mimi ni mmoja wapo, naongea kwa sababu tayari na experience na hicho kitu. Watu waliosoma CBG tulikuwa tuna ubishi, yani tunatamani tusome kozi za afya, lakini utaratibu tayari wa TCU ulikuwa unataka kozi za afya ziwe na mtu ambaye tayari ana physics kwenye kozi zake. Lakini sisi tulikuwa bado tunaendelea kuamini kwamba ili hapana, bado unaanza kuapply, unafanya application, unalazimisha unajaza kozi za afya, mwisho wa siku unaachwa selection ya kwanza, unaachwa selection ya pili. Sasa unakuja kushtuka selection ya 3 kwamba basi hizi sio kwa ajili yangu, au sina qualifications za hii kozi. Tayari umechelewa, unajikuta kwenye kozi ambayo wewe ukupaswa kuisoma tangia awali kama ungekubali. Kwa sababu gani? Kozi ambazo una qualification nazo tayari zimejaa kwenye ile awamu ya kwanza na ya pili, wenzio waliziomba wakazijaza, kwa tayari huwezi kupata nafasi. Kwa hiyo mahitaji au qualifications za kozi ni muhimu, kitu cha sana cha kuzingatia kabla ya kuanza kuomba kozi za kusoma. Kitu kingine cha kuzingatia, ubora wa chuo. Wahitimu wa kidato cha 6 au wa elimu ya 11, hichi ni kitu pia tunaendelea kuwashauri sana, kwamba ukiachana na habari za kuchagua kozi au kuchagua chuo, jaribu kujiuliza kozi unayoitaka inasikikaje kwenye chuo unachotaka kwenda. Unajua vyuo vinatoa kozi, vyuo vinafanya vizuri sana, lakini chuo kinaweza kikawa kizuri lakini kwenye kozi fulani kisiwe vizuri sana. Kwa hiyo unatakiwa ujaribu kufuatilia. Natolea mfano
Natolea mfano Udemy kuna course za computer pale. Udemy kuna course za computer pale. Ukijaribu kufuatilia unaona wanafanya vizuri sana. Yaani hata wakienda kwenye mashindano, sijui kuna mashindano ya cyber security, wanawin kila mwaka. Yaani inatosha kukuala tu wewe kwamba course za computer naweza nikazisoma Udemy. Udemy labda wanafanya vizuri sana kwenye hizo course. Au labda Udism unawasikia kwenye kozi fulani wanafanya vizuri sana. SUA bwana, kwenye kozi fulani za kilimo wanafanya vizuri. Kwa hiyo unatakiwa ujue kile unachokichagua, hiyo kozi kwenye hicho chuo inafanya vizuri. Kuna vitu vingi vya kuzingatia. Walimu wa hiyo kozi, facilities zinazoweza kusupport hiyo kozi kusomeka kwa uzuri au ili iwe katika mazingira mazuri. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unapaswa uzingatie sana ubora wa chuo kabla ya kuchagua kozi ya kwenda kusoma. Lakini ukuaji wa teknolojia unatakiwa uwe makini sana. Kabla ya kuchagua kozi, angalia ukuaji wa teknolojia. Teknolojia inabadilika kila kukicha. Yaani tunaposema hivi, watu ambao mnatamani kusoma university au mnatamani kusoma elimu ya juu, unatakiwa ujue kwamba kabla teknolojia inaendaje. Teknolojia inadetermine vitu vingi sana. Unatakiwa ujue kabla ya kuja kusoma university, kozi unayoisoma itahusisha teknolojia miaka ya mbele au teknolojia iliyopo sasa hivi inafanana kidogo na kozi unayotaka kwenda kuisoma, au utaweza kuendana na mabadiliko ya teknolojia katika wakati wako wa kusoma na wakati wa kwenda kazini kwa ajili ya kuitumikia hiyo kazi. Ni vitu ambavyo unatakiwa uviconsider sana. Je, hiyo kozi unayosoma teknolojia inaweza ikaziba uwanja wake kama usipojiboresha, au unaweza ukawa huko kwenye uwanja huo miaka yote kulingana na mabadiliko ya teknolojia. Fuatilia hivyo vitu. Ni muhimu wewe mwenyewe kujiboresha, ni muhimu wewe mwenyewe kujiboresha technologically, lakini ni muhimu uelewe mabadiliko ya teknolojia yanaendaje kabla ya kuchagua kozi ya kusoma. Lakini kitu kingine cha msingi kabisa cha kuzingatia ni fursa za kujiajiri. Ukiachana na yote ambayo tunasoma, unakuta elimu watu tunawaza nitaajiriwa bwana, nitaajiriwa, serikali itaajiri, lakini tunatakiwa tujue tayari watu waliosoma idadi imekuwa ni kubwa. Uwezo wa serikali kuwaajiri watu wote waliosoma tayari umekuwa chini kulingana na namba za graduates wanaotoka. Tuna asilimia kubwa sana za watu ambao wanamaliza elimu ya juu, tuna watu wengi sana ambao wanamaliza elimu ya juu. Kwa hiyo hata ajira za serikalini kidogo zimeanza kusuasua kwa miaka ya hapa karibuni. Sasa mbeleni inaweza ikawa zaidi ya sasa jinsi ilivyo. Kwa hiyo unatakiwa ujue kwamba kabla sijachagua kozi ya kusoma, je, kunaweza kukawa na fursa ya kujiajiri kwenye hiki ninachokisoma? Mfano, mtu anayesomea sheria, degree ya sheria ataisoma, ndio kuna vyuo vinatoa degree ya sheria. Mfano Udemy inatoa degree ya sheria kwa muda wa miaka 4 nadhani. Inatoa miaka 4 degree ya sheria. Sasa unatakiwa ujiulize, naenda kusoma degree ya sheria, ni kweli nikimaliza ikatokea ajira serikalini hakuna, ninaweza kujiajiri ili nichague hii kozi ya sheria? Kama jibu ni ndio, basi chagua hiyo kozi. Ninaenda kusoma degree ya ualimu, naenda kusoma degree ya ualimu. Labda nimeisikia Udemy anatoa degree nzuri ya Bachelor of Education with Science, walimu wa sayansi hasa kwa masekondari wanaitoa vizuri, ndio naenda kule. Lakini unatakiwa ukae chini ujiulize kabla hujachagua hiyo kozi, ikitokea nikaamua mimi mwenyewe binafsi nijiajiri, hii kozi ndio nitaweza kujiajiri? Kwa hiyo ukishajiuliza vitu vya namna hiyo, inakuwa rahisi zaidi kusoma kozi ambayo inakufavor au kozi ambayo baadaye hautakuja kufanya nini, kujilaumu. Mfano, umesoma zako degree ya ualimu wa science, umesoma umemaliza, unaweza ukafungua tusheni yako ukaanza kufundisha watu. Unatakiwa uwe unajiuliza maswali ya namna hiyo. Ukiona inawezekana, ukiona ni kuna uwezekano, basi ni swala pia la muhimu sana la kuzingatia kabla hujachagua kozi ya kwenda kusoma chuo kikuu. Chuo kikuu ni elimu ambayo tayari iko wazi, unasoma ukiwa mtu mzima, unatakiwa uisome kwa malengo na kwa target. Sisi wakati tunakuja chuo kikuu tumekuja bila taarifa. Yaani kuna wakati umefika chuo ndo unaanza kuona hivi kumbe chuo kuna hiki, lakini sasa hivi ulimwengu umebadilika. Taarifa ni nyingi, unajifunza kwa watu wengi kama hivi ambavyo unatupa muda, unatusikiliza, unajifunza. Kwa ni vitu vya msingi vya kuzingatia. Lastly, au kitu cha mwisho ambacho nakushauri uzingatie kabla hujachagua kozi ya kusoma, wewe unayetamani kuja chuo kikuu,
ushauri kutoka kwa watu wenye uzoefu. Unaona, hiki ninachokifanya hapa ndo ambacho hichi cha mwisho ninakufundisha. Jitahidi sana upate ushauri kutoka kwa watu wenye uzoefu na hiyo elimu unayoenda kuisoma. Wewe unataka kuja university lakini hujawahi mtafuta hata kaka yako mmoja au rafiki yako mmoja ambaye amewahi kupita university, amesoma university, anajua nini kinafanyika university. Kidogo ukimsikiliza na ukampa sikio, inakupa uwanja wewe kujijenga na ujue unaenda kukutana na nini kule unakoenda. Kozi fulani unatafuta brother fulani au dada fulani amesoma hiyo kozi, unamtafuta. Hii kozi inahusiana na nini? Hii kozi inahusu nini au inafanya nini? Hivyo wanakupa ABC za kile ambacho unaweza kwenda kukisoma utakapofika university. Kwa ukipata hizo ABC inakuwa nzuri zaidi na inakufungua moyo, inakufungua akili, unaenda kusoma kitu ambacho wewe unajua kabisa hichi nimeshasikiliza ushauri. Jitahidi upate ushauri kutoka kwenye watu ambao wamesoma hiyo kozi yenyewe. Watu ambao wamepitia kwenye hiyo kozi. Inakuwa vizuri zaidi na itakujenga zaidi, utajikuta umekuja university kusoma kile unachokipenda. Sio umekuja kwa bahati mbaya. Unajua kuna ile mtu anakuja kwa bahati mbaya kwamba nimekuja tu ili mradi nimekuja. Kwa hiyo jitahidi sana upate elimu kutoka kwa watu wenye uzoefu na kile ambacho unachotaka kufanya, unachotaka kusoma. Kwa hiyo kwa haya jaribu kuzingatia kwa makini. Ukiyazingatia kwa makini, naamini ya kwamba hautapitia changamoto yoyote kwenye maisha ambayo unataka kuja kuyasoma university. Hautakutana na hali ambayo kundi kubwa limekutana nayo kwamba limefika university ndio wanaanza kujilaumu, mimi ndoto yangu haikuwa hii. Anaona kabisa hii kitu sikiwezi. Mtu anakuambia mimi nasoma tu nimalize miaka 3 niondoke zangu. Sasa hautakutana na hiyo kama utakuwa umejipanga kwenye haya mambo ambayo tumemaliza kuelekezana. Sana tafuta watu wenye uzoefu na vitu vya namna hii. Mfano sisi, mawasiliano yetu yataonekana hapo. Unaweza ukaendelea kutuconsult, kuwasiliana kwenye comment. Unaweza ukauliza swali lolote lile tukakusaidia, tukakujibu kulingana na vile ambavyo sisi tuna uzoefu na elimu ya chuo kikuu au tumeshuhudia watu wengi wanaojuta kwenye elimu wanazozisoma university. Kwa hiyo endelea kuwa karibu, endelea kuuliza ambacho utauliza, tutakujibu kwa uzuri na tutaendelea kuwasiliana na kuelimishana hata katika vipindi ambavyo vinakuja zaidi. Niwatakie kila la heri katika maandalizi ya kuja university.